Guys, kuna hope kweli about Margaret Nduta. Kama familia yake wame lose hope, who are we? So guys, it's a very sad news. Jana, I hope mliona Citizen, jana jioni walitu update cause walikuwa on ground kwa kina Margaret Nduta, na venye walienda pale wakapata familia ya Margaret wakiwa pale. Kuna watu wengi sana walikuwa wameenda pale, especially watu wa kijiji, na kitu yenye walikuwa wanafanya, walikuwa wanajiandaa mazishi ya Margaret Nduta. And guys, it's a very sad news, especially from the family. Sisi huku nje, we are having a lot of hope because our government wali promise kuwa watajaribu juu chini Margaret Nduta wamfanyie appeal, na ndio sasa kutoka hapo maybe anaweza pata chance nyingine ya kukesi upya, ama maybe pia wanaweza pewa opportunity Margaret Nduta akuje akesi hapa Kenya, because guys, mmejua hii kesi yake imekuwa very complicated ya mwenyewe. Alafu pia kuna makosa cheni, kwanza nimwambie mambo ya makosa kubwa yenye alifanya Margaret Nduta. Opportunity zake za kutonyongwa zingekuwa very low, but yeye mwenyewe alifanya kitu mbaya sana. Alidanganyana kuwa passport yake ilikuwa imepigwa tu stamp moja. That means maybe ni kama alikuanga na passport ya kitambo akachukua hizi passport mpya, so ilikuwa na stamp moja. So hiyo stamp akaulizwa why travel outside Kenya, akasema yeye hajawahi travel. Okay, but kwa system venye waliangalia kwa system, ukweli kwa ile passport hakuna haja travel tena, but wakiangalia kwa system anaonekana alianza ku travel from 2014. That's the time alianza ku travel. Akaenda Saudi Arabia, akarudi Kenya, akatoka Kenya, akaenda Saudi Arabia tena, akatoka Saudi, akaenda Ghana, akatoka Ghana. Hakuna mtu anajua venye alitoka Ghana, but alitoka Ghana kwa sasa. Si inasemekana alitoka Kenya alafu akaenda wapi? Akaenda Vietnam. So hapo ndio Mari Nduta alikosea. Chances zake guys za kutonyongwa yani zingekuwa, yani ule mtu ataongeza kumtetea. Lakini saa hizi guys, mimi hata saa hizi sasa sitaki kuongea, kwa saa hizi hata pia mimi najiona ile story yenye nilipeana hapo mwanzo na story yenye na news zenye tuna receive saa hizi, it's likely Margaret Nduta alikuwa anajua everything. Alikuwa anajua anapeleka madawa. Wale ni watu wenye walikaa chini wakaongea na wakasikizana, na maybe it have not been the first time. Maybe amekuwa akifanya hiyo kitu, maybe hata ile time yenye ali travel akaenda Saudi Arabia, you never know, maybe alikuwa na hizo drug na akarudi tena akarudia ya Ghana, you never know. Maybe alikuwa na hizo drug akaenda Saudi, akatoka Saudi na hizo drug akapeleka wapi? Akapeleka Ghana. Cause guys, si mnakumbuka tukiambiwa na kuna this man from Hong Kong aliongea akasema kuwa alikuwa na msichana uko Ghana, alimwambia kuwa Margaret Nduta alikuwa kwa prison pale Ghana. That means Nduta kuna kitu yenye anaficha. Na let me tell you guys, kuongea uongo hiyo inakuanga kitu moja kubwa sana guys. Unaona, like ukishikwa, ongea ukweli, especially kama umeshikwa hizo nchi za nje. Wale watu nakuambia nini yao, akili zao nakwambia ziko si kama hapa Kenya. Unajua hapa Kenya unaweza ambia mtu uongo alafu mpatie 500 na hiyo story ishi hapo. Hapa Kenya hata inaweza kuwa ni ukweli, unaweza shikwa umeua mtu na ukweli kila kitu inaonekana, alafu mwambie mwenye amekushika ama roya ama mwenye mko naye, umwambie manze jo, chukua hii 500, chukua hii 50k, na hiyo itaishia hapo my friend. Na hiyo story inaishia hapo. Wow, you walk freely. Ni watu wangapi hii Kenya saizi wanasemanga aliua mtoto wetu na bado tunamuona huko anatembea? Ni watu wengi sana. Ni watu wengi. Hongo Kenya ndio inafanyanga kazi. So hizi nchi zingine my friend, na ndio mlisikia mkiambiwa saizi kuna 1200 Kenyans wenye wameshikwa huko nje na mihadarati. Wale 1200 1k ni wanawake, 200 ndio wanaume. Na ni kama hao wanawake wanatumiwa na wanaume. So guys, siku hizi ni kama hata wanawake walifanya kazi kuliko wanaume. Inaonekana hivyo. Because kama wanawake wenye wanatoka hapa wanaenda wanashikwa huko nje ni 1k. Niambie, na ni kama hiyo biashara iko na pesa.
Hiyo biashara ni kama iko na pesa, cause kama ni 1000 wenye wameshikwa tayari na wenye wamefaulu. Na wenye wamefaulu kwa hiyo biashara ni wangapi? Na wamepata pesa ngapi? Ndio guys, mnaona watu huko wanaendesha magari makubwa. Wewe unakaa hapo unasema wanaendesha magari makubwa na Illuminati. Wewe shita tu hapo na Illuminati my friend. Watu huku nje wanauza madawa. Nilisikia Lilian akisema ati ni unga. Guys, mliniambia sijui kusema Lilian. Okay, Lilian, as long as tu mna understand kitu yenye nawaambia, ama as long as tu umesikia kitu yenye nimesema na unajua nani namuongelelea, I don't care. That's me. Okay? I don't care. Kama understand. Saa hizi guys, kama mnataka nirudi shule sirudi tena. Saa hizi ni time ya kutafuta pesa. Siwezi rudi daru. No. Kwa hivyo hiyo nitaitamuka hivyo mpaka nikufe. So wewe mahali huko, cheka, fanya chenye unataka, but I don't care. At the end of the day I will earn from the YouTube. So tulia hapo. So guys, I'm sorry for that. Oh, I'm sorry. Sikuwa niongee hizo tena. So guys, saa hizi mimi naomba tu familia ya Margaret Nduta waombe Mungu. Washikane, wakae chini. Unajua Mungu huwa anasikia. Sometimes hata huwa tunakosea na Mungu anatusamehea. Nduta ukweli alifanya makosa. Lakini Mungu akiwa mbinguni anaweza mpatia chance nyingine moja. Anaweza mpatia chance ya kuishi. So acheni tumuombe, na hope pia familia watashikana mikono. Hiyo kijiji yao instead ya kutayarisha hiyo mazishi, washikane, wafanye groups, waanze kumuomba Mungu. Wa repent for Nduta. Guys, si mnajua sometimes mtu akifanya kitu kama ile, you have to repent. Zile dhambi zote amefanya. Kukuwe na watu wa repent dhambi zake, kukuwe na watu wa kuomba Mungu. Kumwambia Mungu, tunakuomba tafadhali, tunakuomba Nduta asiachiliwe. Aachiliwe, sorry. Tunakuomba Nduta asinyongwe, aachiliwe, arudi nyumbani akiwa salama. Na pia tukae chini pia wengine wakuwe pale group nyingine wamwambie Mungu, tafadhali Mungu tunakushukuru kwa ajili ya Nduta, saizi bado yuko uhai. Okay? Lazima mshukuru Mungu. Si kuomba tu ati ni kuomba. Lazima pia mshukuru for that opportunity. Nduta hajanyongwa bado. Na kuna wale wa kulipenti. Yani walipent, waombe kwa haki na kweli. Na wale mapasta wa uongo, msikaribie hiyo familia kwenda kuitisha pesa ati ndio muombe. Siku hizi hata hakuna mtu anataka maombi ya au pasta au mapasta watapeli. Siku hizi kitu yenye muhimu ni ujiombe. Ujiombe. Babako, acha babako akuombe, acha familia zako zikuombe kama watakuombea. Lakini sasa kitu muhimu ni mshikane kama group. Watu wenye hawataki kitu, watu wenye hawataki sadaka, au ndio tu wanafaa washikane. Au wengine wa sadaka waacheni kando. Au siku hizi hata guys au wanafaa wakae hivyo bila kitu, wakae hivyo. Anyway guys, mambo ni mengi, wakati ni mchache. Let's pray for her. Hope everything will be okay. Na hope yeah, it's a very very good lesson to Kenyans. Yeah. Nawapenda sana and see you in the next video. Bye bye and much love.